Tanzania inawaka moto. Gen Z wamechoka, wanasema huu si wakati wa kulalamika tena, bali ni wakati wa kusimama. Lakini sasa kuna jambo jipya. Watanzania wanawaita Wakenya. Ndiyo, wanasema Wakenya, njooni mtusaidie kuandika historia. Maandamano makubwa yanapangwa kufanyika tarehe 29 Oktoba, na hii inaweza kuwa harakati kubwa zaidi Afrika Mashariki mwaka huu. Lakini je, Wakenya wako tayari kuvuka mpaka? Na serikali ya Tanzania inachukua hatua gani? Leo tunazikusanya sauti zote kutoka Kenya na Tanzania, na nitakuonyesha video ambazo zimezua mjadala mkubwa mitandaoni. Kwanza kabisa tuanze na huyu kijana wa Kitanzania ambaye ameamua kuzungumza kwa busara. Anasema serikali bado ina nafasi ya kupunguza hasira za Gen Z kabla moto haujashika zaidi. Sauti yake inawakilisha upande wa vijana wanaotaka suluhu, sio vurugu. Lakini je, serikali itasikia? Siku zinahesabika, uchaguzi umefika. Watu wanaandamana au wanatiki? Tufanye nini? Kuna tension, wengine wanasema wanaandamana, vurugu mara nini. Lakini mimi natoa ushauri. Huu ushauri natamani wafikie viongozi wetu. Tukifanya mambo yafuatayo mawili, yani nchi itatulia na hii tension yote itakwisha. Siku zimebaki chache. Sasa hizi siku zilizobaki chache, serikali ifanye vitu vifuatavyo. Number 1, mwachie Tundu Lissu. Tundu Lissu kabeba tension kubwa sana. Number 2, Chadema waacheni wafanye kampeni, wazungumze tu. Ukisha waachia Chadema, na kwa sababu hawana madhara tena, madhara yao ni madogo. Siku ni chache, siku zilizobaki madhara yao ni madogo. Hawezi kuzunguka nchi nzima. Kwa sababu kwenye upinzani siku zote lazima kuwe kuna watu ambao wanazunguka. Kwa hiyo wakiachiwa hawa, ile tension ya maandamano, watu walikuwa wanajiandaa na maandamano, wataanza kuwashangilia, watawashangilia, wanaona watapoa, yani tension itashuka. Ikishuka huku tayari wa uchaguzi. Hizi dakika za nyongeza lazima itumike style ya Sir Alex Ferguson aliyotumia kushinda mwaka 1999 wakacheza Manchester United na Bayern Munich UEFA champion. Yani sasa hivi ni some skills tu. Unatumia tu janja. Hakuna haja kutumia nguvu. Unawaacha tu upinzani wazunguka, kwa sababu siku ni chache sana. Ukiwaachia wakianza kuzunguka, wananchi wale waliokuwa wanasema maandamano watapoa. Yaani waandamani kufanya nini? Mtu wao wameshamuona. Waandamani kufanya nini? Kwa hiyo mambo yatakuwa yamenyooka, ni mdebwedo tu unatembea utiririka. Never attempt to win by force what you can win by deception. Easy simple mathematics algebra from 2. Sasa huyu mwingine kutoka Tanzania anasema wazi kuwa hawajaiga kutoka Kenya wala Nepal. Hii ni harakati ya kweli ya vijana waliochoka na mambo ya rushwa, na anasema hata siku ya maandamano atatoa chakula na maji bure. Hii inaonyesha kwamba kwao hii ni zaidi ya siasa, bali ni mapambano ya kizazi kizima. My friend Gen Z, nimepata wazo. Tulisema tarehe 29 mwezi wa 10 tuna jambo letu. Sisi hatuja kopi kutoka kwa Kenya, hatuja kopi kutoka Nepali, wala Bangladesh, wala Nigeria, wala Uganda. Hapana, ni vile tu tunaishi kwa raundi. Wanasema ukiona giza linazidi kwa nene, jua kuna karibia kupambazuka. Ni vile tu ufisadi umetufikia kwako. Wakati nyewe mnahangaika kwenda kwa kina Angela Kiziga, kwa kina Abdul kuchukua mandinga makubwa, mimi nitahakikisha na waandalia chakula. Nimetenga shilingi 200,000 kwa ajili ya kuhakikishia msije mkakosa maji wala chakula wala matibabu. Nimeenda leo dukani, nimeulizia Element na vikinga vifua vinauza shilingi 45,000 tu. Kusacrifice 45,000 ili ulikomboe taifa lako, vizazi vijavyo viji kuishi katika amani, kuondoa ufisadi sio jambo kubwa. Kwa hiyo ndugu zangu, ufisadi umetufikia kwa hapa, na sisi tarehe 29 ndio siku yetu. Hakuna kingine. Gen Z tukiamua, yani nilipata hili wazo. Sasa sijajua kama na nyinyi mnaniunga mkono. Sisi ndio kina Gen Z. Tukiamua tunakaa na jeshi, tunapanga mamlaka. Sema jeshi lenyewe anayeliongoza amiri jeshi mkuu ni mwanasiasa. Sasa sijajua hapo tutakuwa kama tunachora sufuri kwenye maji. Mnashauri nini kuhusiana kwamba kiongozi mkuu wa nchi ndio amiri jeshi mkuu na kiongozi mkuu wa chama tawala ndio huyo ambaye ana mamlaka kila sekta? Sasa sijajua tunafanyaje. Lakini kutoka upande wa pili wa mpaka kuna sauti tofauti kabisa. Mkenya huyu anawaambia Watanzania ukweli mchungu ya kwamba maandamano sio mchezo. Anawakumbusha kuwa harakati za Gen Z Kenya zilihitaji ujasiri, damu na umoja. Lakini swali ni moja tu. Je, Watanzania wako tayari kwa haya yote? Gen Z wa Tanzania wamepanga maandamano tarehe 29 mwezi wa 10.
God have mercy upon us. Wamepanga maandamano. Majenzi wa Tanzania. Sitaki mfero, lakini maandamano si rahisi. Kitu ya kwanza, kama mtafanya maandamano, msikuja maandamano kama mmekula mchele. Hiyo siku asubuhi hakikisha umekula ugali. Ukula ugali usiku na asubuhi. Si nimeona mumeandika mkasema ati Wakenya tuende tuwasaidie. Tuende tuwasaidie kwa maandamano. Hatutaki mtu anarusha mawe mbili anaanza kusema anasikia njaa. Ile ingine ni mawazi. Especially kwa wanadada. Ninajua tu utaona mtu amekuja na dera. Anasema Suluhu achilia Tundu Lissu na mtu amevaa dera. Muende muangalie notes. Kwa mademu wa Kenya. Wenye wanaendanga demonstration wakiwa wamevaa. Ama muangalie wale wa Nepal wenye walikuwa wamevaa. Usikuja hapo na nguo ya huwezi kimbia. Sawa? Sauti nyingine kutoka Kenya inatoa mwito wa umoja wa Afrika Mashariki. Anasema kama Watanzania wanaita, basi Wakenya hawatabaki nyuma. Anasema hii sio vita ya taifa moja, bali ni vita ya kizazi kinachodai haki zake barani Afrika. Majenzi wa Kenya wanasema ya kwamba wamerudiana na rais wao, lakini kuna shughuli fulani imepatikana mahali fulani. Watanzania wanasema ya kwamba wanahitaji wa Kenya tarehe 29 waende wawasaidie maandamano. Kwa hivyo majenzi wa Kenya tujiandae, tuvuke boda, tuingie pale mtiririko. Tukishaingia pale kimtiririko mienendo, tuende tuvuruke Tanzania. Sasa tunajipanga kwenda Tanzania sasa. Wameitisha usaidizi, wanataka backup. Wale waoga kidogo, waoga kidogo pale. Lakini tutoke hapa Kenya, tuvuke boda, tuende Tanzania tuwasaidie. Ni wenzetu wale wametuomba usaidizi. Kwa sababu hao wenyewe wanajua wao wanyonge, hawajiwezi. Lakini sisi tuliacha maandamano, tuliacha kuvuruga. Sasa tumerudiana na president. Kwa hivyo tunataka kukuja tuwasaidie, mama yuko tayari. Lakini sasa kuna mwingine kutoka Kenya ambaye ameenda mbali zaidi. Anasema yuko tayari kuvuka mpaka, lakini anatoa onyo kali akisema hivi: kama mnaiga kutoka Kenya, basi jiandaeni kwa kweli. Kauli kama hizi zinatisha na kuibua mjadala mkubwa mitandaoni. Wengine wanaunga mkono, wengine wanaogopa matokeo yake. Wadau, Watanzania wameamua kujiagonize. Wameamua kusteal the Kenyan Gen Z's notes when it comes to issues za maandamano. Hao pia wameamua next month, tarehe 29, they're going to carry mother of all demonstrations in Tanzania. No reforms, no elections. They are complaining ati hakuna democracy Tanzania. But Tanzania haijaikuwa na democracy since enzi zile. Sijui ndio wamegundua saa hii ama the Kenyan Gen Z's wamewafungua macho. But mkuwe very very careful na notes za Wakenya. Notes za Wakenya ni very very destructive. Mnyinyi pia sijui kama mnapanga kuchoma mabarabara na kungoa reli na kuingia parliament. But shida sasa ni moja. Msemo mwenye anawa motivate kwa hii shughuli yote ni Slay Queen, anajulikana kama Mange Kimambi. And she's just motivating you electronically. Hata yeye mwenyewe yuko kwa grao. Yaani Watanzania sasa hivi wanakuwa motivated na poti. Anyway, mwito wenu tumesikia. You guys are calling us from the Kenyan side tukuje tuwasaidie Tanzania. Mimi hadi niko willing kutoka Busia nifike Migori, nivuke boda niingie Tanzania on that day. Kuonyesha vile mnachoma barabara na vile mnangoa reli. Anyway, mimi nitafurahi sana nikiona kama Watanzania wameexecute hii idea, kwa sababu sisi kama Wakenya tunajiona Tanzania na watu wengine waoga sana. Watu ya mahamri na mahamri yenye kona spices. Mtezana kweli na tear gas jamani wa Tanzania. Sasa tumeona Nepal walikopi notes zetu zikawaka. Wa Filipino pia ndio hii sahihi. Sasa mkienda Manila pia wamekopi notes zinawaka. On that day tuna hope towns zote za Tanzania zitakuwa at standstill. Na ndio itakuwa furaha yetu kama wa Kenya, because our main aim ni ku carry the whole region of East and Central Africa. Sisi ndio mababa zenu.
Na jambo la kushangaza zaidi ni kauli hii kutoka kwa kiongozi wa ulinzi wa anga nchini Tanzania ambaye anatoa ahadi kuwa wako bega kwa bega na Gen Z. Kauli hii imezua maswali mengi. Je, hii ni ishara kwamba jeshi pia lina upande wake au ni mbinu tu ya kuongeza nguvu ya kisaikolojia kwa vijana? Na ningependa niwashauri wa Tanzania, wananchi, sincerely, mpo katika right track. Mnachokifanya au mnachotaka kukifanya, si maandamano, mpo sahihi. Mpo sahihi kwa sababu hata baba wa taifa ameliongelea hilo. Mpo katika right track. Mna baraka zote kutoka kwa baba wa taifa, mna baraka zote kutoka kwa Mungu na hata kwangu. Na pia mnatakiwa mtambue kwamba asilimia kubwa ya wanajeshi wapo upande wenu. Wengi hawezi kutoka hadharani kama nilivyotoka mimi, kwa sababu sio ujasiri wa kila mtu ambaye anaweza kufanya hivi. Ila mtambue wanajeshi wengi na askari hata kwenye polisi huko na sehemu nyingine wapo upande wenu. Hapo upande wenu kabisa. Na kwa sababu mnachokisimamia ni haki na kinaonekana, basi jua hata baba wa haki ni Mungu wetu, Mungu wa mbinguni, yupo upande wenu. Hakuna kuogopa wala kutia huruma. Hili naliongea kwa msisitizo. Hakuna kuogopa wala kutia huruma. Na ole wake, yaani hapa naliongea sasa kwa kumaanisha ole wake polisi au mtu yoyote atakayewazuia wa Tanzania kutimiza haki yao kikatiba. Siku inakuja, I promise you, siku inakuja tutakuuliza kwa nini ulikubali kupokea amri ya kuwazuia hao watu au kuwaua au kuwazuru. Kwa nini ulikubali kufanya hivi? Najua muamini, lakini siku iko njiani. Hatuwezi kuacha taifa lipotezwe na watu wachache. Iko kitu hakikubaliki hata kidogo. Kinachojitokeza hapa ni kizazi kipya chenye nguvu, ujasiri na ndoto ya kuona Afrika Mashariki yenye haki sawa, lakini njia wanayoichagua ni salama kweli? Je, maandamano haya yataleta mabadiliko au yatageuka kuwa janga? Niachie maoni yako kwenye comment section. Lakini je, unadhani Gen Z wa Tanzania wanapaswa kuendelea na maandamano haya au watafute njia nyingine ya sauti zao kusikika? Bwana, mimi naitwa Rich Mizuka kutoka Mizuka Media. Namba 1 ni mimi, namba 2 ni mimi, namba 3 ni mimi, 4 na 5 na waachia nyinyi hapo. Bwana, tukutane kwenye video ijayo.